Ndugu yangu Mwandagasia. Mwalimu wa neno la Mungu Isaya Benson Mwakilembe. Naam, tulikuwa bado tunamwangalia ndugu yetu Ntanka kwa alichokiongea akiwa anapinga hoja ya Malihoja aliyojaribu kuijenga kuwa alisema Urusi ni nini? Ni second lower nini? Super power. Second lower super power kama nini ya kejeli hivi kidogo. Malihoja anasema yani kama anaidharau kwamba vile yani Urusi hakupaswa hata kuwa sehemu ya pili. Anaidharau. Sasa tukaona ndugu yetu Ntanka naye amejibu. Sasa tulikuwa kwenye kipengele cha ujasusi kwanza. Na wewe ukadai kuwa unadhani shirika namba 1 kwa sasa duniani la ujasusi duniani ni FSB ambao hapo zamani ilikuwa inajulikana kama KGB. Na ni kwa sababu wameweza kudukua taarifa muhimu sana kutoka kwenye jeshi la Ujerumani. Na hii taarifa muhimu kutoka kwenye jeshi la Ujerumani ilikuwa ni taarifa ya nini? Tungetamani ndugu zetu wanaotufuatilia waweze kujua. Mwalimu wa neno la Mungu Isaya Benson Mwakilembe. Binadamu wamechoka kuishi, kwa hiyo kila mtu anapanga yake. Unapanga hili na wenyewe wanapanga lile. Ni dhahiri shairi ya kwamba Umoja wa Ulaya wanapanga mikakati mbalimbali. Moja taarifa ambazo zilisikika mwanzoni kabisa ni taarifa za Umoja wa Ulaya kwamba wanataka wapeleke NATO ndani ya Ukraine. Kupeleka NATO ndani ya Ukraine, vikosi kabisa yani viende. Na hivi ninavyozungumza na wewe ni wazi kabisa kwamba mazoezi ya kila mwaka ya Umoja wa Ulaya, mataifa NATO yale wanafanya mazoezi sasa hivi. Nadhani wanajaribu kutia jamba kwamba wao wapoi wala waboi hawawezi kusumbuliwa na taifa moja tu ndio liwasumbue wao wapatwe na pressure na magonjwa ya moyo kwa sababu ya Vladimir Putin jasho zamani wa KGB aka mfua vyuma. Wamesema hapana, watasimama na Ukraine kwa mara nyingine tena. Kauli ambayo alizungumza Emmanuel Macron alisema wazi kabisa kwamba wapeleke vikosi, lakini wenzake wengi walipinga. Wamedai kwamba haiwezekaniki ama haiwezekani tukafanya hivyo. Mwalimu wa neno la Mungu, taarifa zimevuja kutoka upande wa Ujerumani ya kwamba Ujerumani makamanda wa juu, vitengo vya ndani kabisa ndani ya Ujerumani vilikuwa vinajadili namna gani ya kupeleka makombora ya masafa marefu yanayofahamika kama tolls ama tollers. Makombora hatari kabisa, masafa marefu haya. Na makombora yale yakienda ndani ya Ukraine yataifanya Ukraine kupiga mahala popote pale ndani ya Urusi, sehemu zile muhimu. Makombora haya ndio makombora ambayo Zelensky amekuwa akiyaomba kwa kipindi kirefu. Ujerumani amekuwa akipanga kupeleka makombora hayo. Taarifa zingine ni kwamba zilizovuja, Mjerumani anajiandaa kwa vita dhidi ya Vladimir Putin ama dhidi ya Urusi. Ndugu yangu Benson Mwakilembe anajiandaa kwa vita dhidi ya Urusi. Huyo ni Mjerumani. Na hizo ndo taarifa ambazo zipo. Na taarifa hizo majasusi wa KGB ama FSB kwa sasa wamesema wazi kabisa wamedukua taarifa hizo, na audio hizo zimeachiwa, zipo mitandaoni. Wakinyaka taarifa za makamanda wa juu kabisa. Umoja wa Ulaya umekuwa na wasiwasi sana kwamba kama Urusi amefikia hatua hiyo, basi huenda mambo yao yako hadharani. Na kama Urusi amedukua taarifa tu za Ujerumani, vipi kuhusu taarifa za Uingereza? Vipi kuhusu taarifa za mataifa mengine? Usalama ni mdogo sana ndani ya Umoja wa Ulaya. Hata wao kwa wao wenyewe wamekuwa na wasiwasi na kushindwa kuwasiliana, kwamba huenda wakiamini kwamba huenda Urusi yupo amekaa sehemu anawadukua ama anawasikiliza. Labda pengine ndo matokeo ya mipango yao mingi kufeli
ama kukwama, kwa sababu wao wanapanga kama Urusi ashapanga mbele yao. Huenda Urusi ana taarifa nyingi sana za Umoja wa Ulaya bila wao wenyewe Umoja wa Ulaya kujua kama Urusi anawadukua. Katika mantiki hiyo, katika ubora huo, basi Urusi yuko mbele ya muda, kama vile ambavyo tumekuwa tukizungumza kwa kipindi kirefu kwamba Urusi yuko mbele ya muda, yani mbele yao, nyuma ni mwiko. Sasa kauli ambayo amezungumza Dmitry Medvedev amesema ya kwamba wamshukuru Mwenyezi Mungu kama Vladimir Putin ana kichwa timamu. Lakini Vladimir Putin anafahamu mengi sana ambayo wao hawafahamu. Vladimir Putin anafahamu vikao vingi sana ambavyo wao hawafahamu. Angekuwa na kichwa kibovu, angeshawapiga kombora, sababu wanafahamu wanachokifahamu. Nimekumbuka kauli ambayo alizungumza mama Yulia, mke wa marehemu Navalny Alexis, alipowaambia Umoja wa Ulaya kwamba wanatakiwa wafikiri zaidi, wanatakiwa wafikirie zaidi. Wanaboa Umoja wa Ulaya, mnaboa, sababu Vladimir Putin, he is a man of principle. He is a man with his own words. Yani ni mtu ambaye anatumia maneno yake. A man of words, a man of principle, a man of rules and moral. Moral ni mtu ambaye anasimamia anachokizungumza na kisimamia. Moral ina maana nyingi Mwakilembe. Moral ni maadili. Sasa kwenye maadili inaweza maadili haimaanishi jambo zuri. Unaweza kuwa na maadili mabaya au maadili mazuri. Moral. Sasa Vladimir Putin mtu ambaye anasimamia kile anachokizungumza. Anachokizungumza ndicho anachokimaanisha. Anachokimaanisha ndicho anachokisimamia. A man with his own words. Yani yeye ni mtu wa maneno yake. Anayesimamia kile anachokizungumza ndicho anachokifanya. Sio mwanasiasa, sio mwanademokrasia. Alizungumza mama Yulia. Na kwa kauli hiyo basi, kitu ambacho Umoja wa Ulaya wakifahamu na watu wengine ni kwamba Vladimir Putin akisema jambo anamaanisha. Akionya ameonya, msiposikia anatekeleza. Sio mtu wa mbambamba. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya umeungana na wasiwasi. Ujerumani wamekengeuka, hawajua wafanyeje, wanasema haiwezekani, ni kweli haiwezi sisi. Lakini bado imekuwa ni sintofahamu na mambo bado hajakaa sawa. Kauli ambayo Umoja wa Ulaya umezungumza, yani shutuma hiyo kashfa. Na hii maana ni kwamba Urusi anafuatilia kila mazungumzo ya kila kiongozi ndani ya Umoja wa Ulaya. Kwa maana hiyo KGB, FDB wa Urusi mpaka sasa wapo kileleni. Kwa sababu na pia vile vile fahamike ya kwamba Warusi, taifa ambazo zilivuja pia ni kwamba kuna kambi karibia 12, kambi karibia 12 za CIA zilijengwa ndani ya Ukraine tangu mwaka 2014. Hizo kambi Urusi hazifahamu. Wako CIA ndani ya Ukraine, wako NATO ndani ya Ukraine, wako majeshi tofauti ndani ya Ukraine. Urusi hakuna ambacho hakijui. Ni juu Umoja wa Ulaya wakae chini, wajifikirie, waanze upya kama alivyowakumbusha mama Yulia. Ndugu yangu Benson Mwakilembe. Sasa ndugu yako nani anaitwa? Ntanka. Ntanka. Amemalizia kwa kusema kwamba Urusi ameweza kuhimili vikwazo na bado wanawaacha vitani, hawana hamu. Ntanka huyo. Watu hawana hamu huko nchini Ukraine. Hamu imeisha Mwakilembe. Watu wamepigika, wakapigika vibaya. Hamu hawana. Kweli watu hawana hamu. Hiyo ni Ntanka anatoa maneno yake. Ukisikia Marekani kakuwekea vikwazo, kama wewe ni dhaifu, ujue wananchi wa nchi hiyo mtaishi kama mpo kuzimu. Marekani hafai. Ntanka anasisitiza. Pamoja na M16, Mossad, mashangingi CIA. Ntanka anaita CIA ni mashangingi. Tabiri Ntanka tumuulize kwa nini anawaita CIA ni mashangingi. Pamoja
Yaani ukisikia Marekani amekuwekea vikwazo, wewe nchi hiyo na wananchi wako mtaishi kama kuzimu. Ndio maana huko Mwakilembe huko tunaheshimu mahusiano. Tunaheshimu mahusiano yetu. Tunaogopa vikwazo Mwakilembe. Vikwazo ni hatari. Pamoja na M16, maana hii ndio ni MI6 ama M16, Mossad, Mashangingi, CIA, lakini bado Urusi anawaendesha na hizo silaha alizotumia ni kidogo. Anataka kujaribu teknolojia ya magharibi inaweza kuzuia. Yani silaha ambazo Urusi anazojaribu hizo, makanzari hayo, anaweza tuma huko. Je, kuna teknolojia yote ya Marekani inaweza kuzuia? Basi tumkumbushe Mtanka ya kwamba hakuna mpaka sasa, hakuna. Maana kule Ukraine nadhani Marekani hajapeleka mtambo mmoja tu wa kuzuia makombora kwa hofu ya kulipuliwa. Anaweza unaweza mpa kongole, yani umpe kongole Vladimir Putin. Umpe Putin kongole, asante kwa kutunyoshea makima. Hasa ni maneno yangu, mimi nimeongezea. Yeye amesema kwamba unaweza kumpa kongole Vladimir Putin. Kwa hiyo ndugu yangu, Mrusi ni shida. Anazungumza Mtanka, Mrusi ni shida. Au baba wa dunia. Yeye ndio anafanya dunia hii iwe balance, iwe katika ulimwengu wa kimagharibi. Yani dunia imebalance sasa hivi, dunia imebalance. Kweli tulishazungumza mwanzo hapa kama Urusi ni baba lao, Urusi ndo mastermind, Urusi ndo engineer wa mambo yote ambayo unaweza kuyaona sasa hivi. Isingekuwa Urusi tungekuaje sasa hivi Mwakilembe? Hali ingekuaje isingekuwa Vladimir Putin? Kwa anasema Ntanka ya kwamba kongole wa Vladimir Putin kwa sababu amesababisha dunia imebalance mpaka sasa. Mwalimu wa neno la Mungu. Naam. Mali hoja na hoja zake zilikuwa ni nzuri na konto. Lakini naye amejibiwa hoja. Na Ntanka ndugu yetu huyu mtaalamu mwenye jina la Kibantu kabisa. Amehitimisha kwa muktadha huo. Sawa. Wasusi wa Mossad hoi. Wasusi wa CIA Mashangingi kama anavyoita Ntanka hoi. Sijui na vyombo vyao vya habari CNN hoi. Sijui wakina nani huko Manyang'au hoi. Urusi hapoi wala haboi. Mwalimu neno la Mungu. Naam. Mimi nikushukuru bwana. Asante sana bwana. Haya. Haya.